Unajua stress na mimba ni vitu vikai sehemu moja. Mwambie tu mimba yako iko salama utakapokuwa na zinki. Kuna kitu nataka tu kukumbushia. Niliwahi kujifunza kwenye somo moja la asubuhi. Usipojua bidhaa ni waache na hii. Hutajua thamani. Usipojua thamani, hutaijua hiyo bidhaa na hutaiuza. Lakini hutaishirikisha pia. Kwa hiyo na hautajiamini. Kwa kujiamini kwako ni kuifahamu bidhaa. Mimi ni mwalimu by profession. Ni mwalimu, niko kwenye ajira almost kama sasa hivi ni 10 years. Niko kwenye ajira. Lakini nikiwa kwenye ajira tunaweza tukazungumzia kwamba historia fupi ya New Life ambayo inanigusa mimi mwenyewe kwa namna moja ama nyingine. Maana yake mimi nisingeweza kuingia hapa kwenye New Life bila kuwa na story yake ambayo ilikuwepo hapo katikati. Nikiwa nimeingia katika ajira, unajua unaweza ukasema nafanya kazi labda miaka 2-3 nasubiria nifanye nini niolewe. Tumeenda kweli, nimeanza kazi, nikasema baada ya miaka 2-3 nitaolewa. Sasa nikashangaa ile miaka 2-3 inakata siolewi. Nikasema hii sasa itakuwa ni changamoto. Miaka inasogea sijaolewa. Akili nyingine ikaja na ushauri wa watu na nini, na kama bado hujapata mchumba, bora tu uzae mtoto. Maana yake siku zinafanya nini? Zinasogea, umri utakoma, sio na nini hivyo. Lakini kipindi nikiwa nasaka mtoto nilikuwa napitia changamoto mbalimbali za afya, hasa katika mambo ya uzazi. Nilikuwa napitia changamoto, yani almost 2 years mpaka 3 years niko na changamoto ya nini? Ya uzazi. Yani ilikuwa imenipa shida, ilikuwa imenipa shock, ilikuwa imenipa headache. Nilitumia hela nyingi sana. Yani unajua unaenda hospitali kuna vipimo vingine unaambiwa hichi kipimo akipo kwenye bima. Unaweza ukatumia pesa yako. Unatoa pesa leo uko hospitali, ukikaa kesho uko hospitali. Yani nilikuwa sielewi kwa kweli jamani, nilikuwa nimepitia changamoto kubwa sana. Alafu inafikia wakati ule ute ambao unatakiwa upate katika via vyako vya uzazi baada ya kutoka ile period unakuta upati na washwa infection ambazo haziishi. Leo utachomwa sindano, kesho ukirudi tena utakaa utameza vidonge, utaambiwa dumbukiza vidonge hivi. Yani magonjwa tu hayaishi katika sehemu zangu za siri. Hivyo na ile changamoto imekuwa kubwa sana karibia miaka 2-3. Kuna siku moja nikawa napita hivi Instagram. Katika kupita Instagram nikawa nimemwona dada mmoja, sio alikuwa anaitwa Nipendo, nimemsahau, alikuwa ni dada wa Kihaya hivi, sio alikuwa anaitwa Upendo, nimemsahau. Akawa ameandika upendo na uzazi. Kwa hiyo mimi yule dada nilikuwa namfuatilia, of course nilikuwa namfuatilia kwa muda mrefu sana, namwangalia, lakini nasema watu hao watakuwa tu ni matapeli hao. Naangalia page yake, nasoma, anaelezea vitu vingi ambavyo kwa upande mwingine naona vinanigusa, lakini nasema hao watakuwa ni matapeli hao. Baadaye kuna ndugu yangu akawa amechumbiwa. Alipokuwa amechumbiwa, tena alikuwa amechumbiwa na boyfriend wangu. Alipokuwa amechumbiwa na boyfriend wangu, yule ndugu yangu, huyo boyfriend akawa anamwambia hivi, bora hata ni moyo huyu dada. Bora ni moyo huyu dada kwa sababu tayari ana mtoto. Je, nikimoa huyu mgumba? Kwa nikasikia tena zile habari, nikapigiwa simu, watu wanasema wewe ni mgumba. Akasema Mungu wangu, mimi nimekwisha. Nikijiangalia na vile natoka uchafu, I'm not comfortable, sipati ule ute. Nasema kweli nitakuwa mimi ni mgumba. Ule ute siupati. Baadaye nilikuwa naendelea kufuatilia page yule dada, nikasema ngoja nimpigie yule dada simu. Alikuwa ameweka pale namba yake ya simu. Nikawa nimepiga simu. Nilikuwa nimepiga simu kamaeleza, akaniambia njoo wapi? Njoo Makumbusho. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo nikapanga siku, nilipopata tu mshahara wangu, nikasema sasa hapa inabidi niondoke niende Makumbusho. Nilikuwa silipi kodi hapo muda huo, yani kwenye huo mwezi. Nikasema hela naibeba yote naondoka zangu. Naenda wapi? Makumbusho. Kwa hiyo nilikuwa nimebeba kama 600,000. Nimebeba 600,000, nilikuwa nimeondoka mpaka Makumbusho. Nimefika pale Makumbusho, yule dada akaniambia panda pikipiki au tembea kwa mguu. Sasa nikaona sehemu ni mgeni, nikasema ngoja tu nipande pikipiki. Kapanda pikipiki mpaka hiyo sehemu. Nimefika, nikaanza kupangalia sehemu. Mimi kwenye akili yangu najua pale naenda kukutana na daktari. Najua pale naenda kukutana na nani? Na daktari. Nikasema sasa mbona nafika hapa nakuta tu mtu mmoja. Yule mama mmoja
hamna daktari, hamna sehemu la barabara tu ya kwenda kufanya vipimo. Nikasema Mungu wangu, sasa hapa nimeingia kingi, hapa naenda kuibiwa mchana kweupe. Basi nikawa nimeingia, niliwahi sana, nikawa nimeingia, nikaonana na yule mama, nikamuelewesha, nikamwambia vitu vyote, dawa nilizotumia, hospitali nilizoenda, kila kitu. Akaniambia hapa sasa kuna supplementing, hizi supplement zinaweza kwenda kukusaidia. Nikaguna kimoyo kwanza, akasema supplement, jamani, nimeangaika kwenye madawa, nimechoma sindano, nimefanya vitu vingi sana, vipimo vya kacha, lakini sijapona. Mama anakuja kuniambia mimi kwamba hizi supplement zinaweza zikanisaidia. Nikasema hapana, utakuwa uongo. Baadaye nikaona watu wanaongezeka nje pale, wanapanga foleni na nini. Nikasema hapa atakuwa mkweli. Nikasema hebu ngoja nijaribu. Basi akanionyesha zile supplement pale. Kwenye akili yangu mpaka kesho nilikuwa sisahau TNN, nilikuwa sisahau Care na Garlic. Hizo ndo nilikuwa natembea nazo kwenye kichwa changu, kwamba kumbe kuna supplement zinaitwa hivi. Basi akaniandikia pale na zingine zilikuwepo. Ikafika gharama 580. Ilipofika 580 nikaambia, mbona bei sana? Je, una hakika tunaenda kufanya kazi hizi? Akaniambia ndio. Nikamwambia zisipofanya kazi, akaambia zisipofanya kazi utarudi. Nikamwambia sawa, lakini yule mama akaniambia hivi, kama unaona ni gharama, unaweza ukajiunga ili uweze kufanya nini? Kununua mwenyewe. Nikamwambia nijiunge, alafu utakuwa unafanya biashara. Kaambia mama, yani mimi sasa nilivyo na shida, alafu unaniambia mimi nijiunge. Najiungaje? Mara akaniambia kuna semina Mlimani City. Nikasema haya mambo ya kwanza kuzunguka tena kwenda Mlimani City, naenda kufanya nini? Nikawa nawaza Mlimani City ni sehemu ya kwenda wasanii, sijui. Nikasema sasa naenda kufanya nini Mlimani City? Nikamwambia hapana, wewe chukua ile 580, wewe nipe mzigo wangu, niondoke nao. Basi mimi kweli akanipa mzigo wangu, nikatoa 580, 2019 hiyo. Akanipa mzigo wangu. Aliponipa mzigo wangu, basi nikabeba zile supplement zangu, nikaondoka zangu. Nimefika nyumbani na jirani yangu. Yule jirani yangu huwa anapenda sana kumshirikisha mambo yangu, yani ni rafiki yangu of course. Napenda kumwambia. Sasa nilipokuwa nimerudi na zile supplement, nikasema nikimwambia tu ataniambia, yani wewe rafiki yangu unapenda kupoteza hela zako wewe. Yani umeenda watu wakupiga tena. Nikasema atani-discourage, nitashindwa kumeza, nitashindwa kufanya kitu chochote. Nikasema ngoja nikae kimya. Nilipochukua zile supplement nikafungia chumbani. Akaja kuniambia, vipi umefanikiwa? Nikamwambia nimefanikiwa, nimepewa supplement nyingi, zingine nitachoma sindano. Yani nikamdanganya tu hivyo ili asin-discourage mindset yangu. Basi zile nilipoziweka chumbani, baadaye nikachukua nikaanza kusoma majina yake, afu naingia Google naziangalia. Je, zinafanya kazi? Ni supplement kweli au mtu kaniuzia vitu tu vya ovyo? Manake zamani Instagram bwana, watu walikuwa wanafanya vitu vingi ambavyo sio vya kiustaarabu. Nikasema mama kanidanganya. Naingia na Google, nachukua TNN, naandika neno TNN Google, naangalia hii inafanya kazi gani. Nikija baadaye nakuja naangalia hii nini Garlic na Google, ila Garlic naona ndio iliniletea majibu sahihi kabisa. Kaniambia kwamba inasaidia kuondoa infection. Nikasema basi sitakuwa za ukweli. Nikaanza sasa kumeza. Nilianza kumeza, kanipa zile na zile Care zangu, nikaanza kutumia. Ikifika 2:00 tu, sitaki disturbance na mtu yote, nafunga geti langu. Nikifunga geti, nachukua Care yangu, nachukua supplement zangu, na kisha nimekula, nimeshiba, naanza na meza, nachukua Care, naenda kujisafishia hivyo. Maisha yakawa yanaendelea hivyo. Basi nimeenda almost kama mwezi hivi. Nikashangaa ule uchafu unazidi kutoka. Nikasema Mungu wangu, ndio unaongezeka. Sasa unaongezekaje? Kumbe vile ndio. Nikampigia simu, nikamwambia unatoka. Kaniambia sasa hivyo ndio unazidi kutoka, endelea kutumia supplement, endelea kujivukeza, hivyo itakusaidia. Nakuta kweli ule uchafu unaanza kukata. Naangalia panti yangu nakuta iko tu vizuri. Baadaye nikakuta ule uti ambao unakuwa kama uti wa yai, na uona unatokea. Nikasema kiboko, yani sikuwahi pale. Nikasema hizi supplement ni kiboko. Basi vile vibox nikawa natunza vile vibox, naviweka na vihifadhi. Nasema nikipata shida naenda kuvitafuta tena. Ile zinc natunza, na hifadhi, sikutaka kabisa kupoteza hivyo vibox. Kwenye akili yangu nikawa kila siku naimba New Life, naimba TNN, naimba Garlic, naimba Care. Yani sitaki kusahau. Nasema siku ikitokea nikawa na hii shida, nikawa na hii changamoto, basi nitazitafuta. Basi namshukuru Mungu,
Sikurudia, ile changamoto ikakoma. Ilivyokoma ile changamoto, nilikuwa na boyfriend wangu, basi nikashika ujauzito. Niliposhika ujauzito nikaenda nikajifungua. Nikasema Mungu nakushukuru, yani nakushukuru. Lakini sikuishia hapo. Kutokana na ile na zile supplement kufanya kazi, mimi huwa nitajiwekea desturi kichwani kwangu, kama ninavyowaambia vile vikopo nilikuwa navitunza, nilivihifadhi kwenye dressing table yangu. Nikasema yani nikiona uchafu tu, yani uchafu hata kama nimewashwa kidogo, nasema Mungu wangu isije kaja shida kama ile, maana ilikuwa ni shida kubwa. Nikasema isije kaja shida kama ile. Mimi nilienda kupima mpaka vipimo vya kansa ya kizazi, kuangalia bado na kansa ya kizazi. Nikapima, wakaniambia una kansa ya kizazi. Kwa hiyo sasa nilivyoona zile supplement zimenisaidia, kwa hiyo nikasema yani sitakagi hata kesho kuona kitu chochote kinatokea sehemu, yani amini uongo wangu ya ndani nikute na uchafu aina yoyote au harufu yote. Sitaki tena. Sasa baadaye nikamwona huyu Madam Luciana tunafundisha naye. Kama kabla ya hapo ya kwenda kwa Madam Luciana, kuna rafiki yangu akaniambia, Lulu, wewe saizi sisi tumeshakuwa wakubwa, saizi tumeshajenga na vijumba vyetu. Unaonaje kama saizi tukafanya biashara, tusitegemee tu walimu? Ananiambia hivyo, tusitegemee walimu kama miaka 2 imepita. Nikamwambia ni kweli. Akaniambia wenzetu wengi tunaona, kuna mwenzetu ni MC anaitwa Hawa, ni MC, wengine wanaofanya biashara, sisi tutategemea tu walimu? Nikamwambia ni kweli, hatuwezi kutegemea tu walimu, lazima tujifanye, tujiexpand, tujiongeze. Akaniambia sasa tutafanya biashara gani? Nikamwambia mimi kama nitafanya biashara, rafiki yangu, kuna supplement unazikumbuka zile zilisaidia kipindi kile naangaika na mambo ya uzazi? Akaniambia. Nikamwambia basi mimi ndo nitafanya hiyo biashara. Yani hiyo naona ndo nitaiweza kuliko biashara zingine zozote. Ndio nikawa namwambia rafiki yangu. Akaniambia sawa, ila mimi hiyo siwezi rafiki yangu. Nikamwambia wewe niachie, mimi hiyo naiweza. Akaniambia haya. Tukawa tumeenda sasa, baada ya huyo rafiki yangu kushare naye hivyo story, baada ya miaka 2 ndio nikamwona Madam Luciana amepost. Alipokuwa amepost Madam Luciana, mimi nilikuwa nimesafiri kikazi, kuna kushare vyoo na nini hivyo, uwezo ukaepuka hizo infection. Kwa hiyo nikawa naona tu kuna hali sielewi, kama nasikia miwasho. Nikamwambia Madam, akapost New Life. Alipopost New Life nikamwambia waga mimi sipendi sana kuangalia posti za watu, sio kaposti nini ni view, waga sipendi sana. Lakini siku ile nikawa nimeview Madam Luciana. Nikamwambia wewe unaijua hii kampuni? Akaniambia naijua. Nikamwambia yani hata mimi mwenyewe pia naijua vizuri sana. Akaniambia unaijuaje? Nikamwambia kuna supplement mimi nishai kutumia. Akaniambia na mimi niko huku Madam. Nikamwambia sasa kuna supplement nazitaka. Kwenye akili yangu bado natembea na Care, kwenye akili yangu bado natembea na Garlic, natembea na TNN. Hizo ndo zipo kwenye akili yangu tangu enzi hizo 2019. Nikamwambia sasa nisaidie kupata supplement hizi. Akaniambia sawa, lakini nikamwambia nipunguzie kidogo maana siko vizuri. Akaniambia sawa. Nikamtumia laki sijui na ngapi, akaniagizia hizo supplement. Aliponiagizia hizo supplement kweli nikawa nimefanya nini, nimezipata. Baadaye akaniambia Madam, kuna mkutano wapi? Mlimani City. Siku gani? Siku fulani. Tujiandaeni, nitawabeba, tutaenda wote. Nikamwambia sawa. Kweli tukajiandaa. Tena mimi nilikuwa na mshawasho nyie jamani. Basi tukakutana naye hapo Miembe 7, akatubeba tukaenda mpaka Mlimani City. Tumefika Mlimani City jamani, watu wamependeza. Mimi napenda kupendeza jamani, ni vile tu sina hela, lakini watu wamependeza. Naona wadada hapo, ndo namuona Sisi kavaa kimeni chake, nikasema Mungu wangu, mbona watu wanapendeza hivi? Yani kupendeza jamani, kupendeza. Mimi ndo nilikuwa nimevurugwa nilivyoona watu wamependeza, wanashangilia na nini hivi. Basi tumemaliza mkutano pale, wakasema jamani, wanaotaka kujiunga na nini. Kiukweli mimi hata sikuwa na maswali mengi. Upendo ni shahidi, Luciana ni shahidi. Nikasema mimi najiunga. Shingapi? Lakini na 50. Nikahamisha hela yangu kutoka NMB nikaituma New Life. Nikawa nimeanza biashara. Hapo ndipo nilipoanzia hiyo biashara. Lakini kikubwa kabisa kilichonipelekea mimi nianze biashara, mimi ni Mnyakyusa Mpare. Mimi kikubwa kilichonipelekea nianze hii biashara ni ile 2019 zile supplement zilivyoenda kufanya kazi katika mwili wangu. Yaani hicho ndio kikubwa kilichonipelekea mimi nianze hii biashara. Basi hiyo ndio ilikuwa story yangu fupi kuhusiana na New Life mpaka na mimi kuanza hiyo biashara. Tunaenda sasa katika topic yetu ambayo inahusiana na uzazi.
Tutaenda kwenye kitu ambayo inahusiana na uzazi. Tutaenda kuangalia uzazi ni nini, vitu gani vinasababisha uzazi unakuwa haufanyi kazi vizuri. Tutaenda kuangalia mambo ya homoni, tutaangalia pia na supplement ambazo tunavyozitumia zinaenda kufanya kazi vipi. Tutaenda kuangalia. Ni vitu vichache nilivyokuwa nimeviandaa, lakini kama tunavyojua uzazi ni uwezo wa mwanamke kupata ujauzito, kubeba mimba hadi kujifungua. Hiyo ndio maana ya uzazi. Kwa hiyo mtu akiweza uzazi ni hivyo, ambaye ni uwezo wa mwanamke kupata ujauzito, kubeba mimba hadi kujifungua. Yaani upate ujauzito au ubebe mimba lakini ifike mahali mpaka ufanye nini? Kujifungua. Hiyo ndio tunaita nini? Tunaita uzazi. Lakini kuna mambo muhimu ambayo yanatakiwa yafanye vizuri ili uzazi uweze kutake place. Ndio maana mnaniona mimi nilikuwa nasema nimesumbuka na uzazi kwa sababu kuna vitu vingine vilikuwa vifanyi kazi vizuri. Mambo ya muhimu yalikuwa yafanye vizuri. Hapa tunaenda kuangalia mambo yafuatayo yanatakiwa yawepo ili uzazi uweze kufanya kazi vizuri. Kwanza, ovari zitoe yai. Kila mtu anajua, amesoma biology jamani. Kuna zile ovari mkono wa kushoto na mkono wa kulia ni lazima zitoe yai. Pia mji wa mimba uwe tayari kupokea yai lililorutubishwa. Mji wa mimba uwe tayari kupokea yai lililorutubishwa. Apart from that, pia ubongo mindset, ubongo utoe homoni zinazodhibiti uzazi. Hivyo ndio mambo ambayo yanatakiwa yafanyike vizuri ili uzazi uweze kutake place. Lakini pia kuna kitu kinaitwa homoni muhimu katika uzazi. Hapa ndo unakutana na mtu anakuambia hormone imbalance, hormone zake haziko vizuri. Kwa hiyo tunaenda kuangalia hormone muhimu katika uzazi. Hapa kuna hormone kama 5 hivi kama 4 katika uzazi. Ya kwanza tunaenda kuangalia inaitwa FSH au follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone ambayo ni FSH kwa kifupi. Tunasema FSH ni hormone inayotengenezwa na pituitary gland, ambayo pituitary gland inapatikana kwenye ubongo, ambayo huchochea ukuaji wa mayai kila mwezi. Yaani kila mwezi kunatakiwa yai moja litoke ambalo limekomaa. Kila mwezi ndio ile mtu anaingia period. Kwa lazima kuwe kuna hormone, follicle stimulating hormone, ambayo kwa kifupi tumesema ni FSH, ambayo ni hormone inayotengenezwa na pituitary gland ambayo inapatikana katika ubongo, ambayo huchochea ukuaji wa mayai kila mwezi. Hiyo ni hormone ya kwanza. Lakini wakati tunatoka kwenye FSH pia tutakuwa na hormone inaitwa LH au luteinizing hormone. Luteinizing hormone. LH. Luteinizing hormone. Ambayo luteinizing hormone husababisha yai kutoka kwenye ovary. Yenyewe inasababisha yai kutoka kwenye nini? Kwenye ovary. Ambayo ndio inakuwa ile ovulation, yai limeshatoka. Lakini ukitoka katika luteinizing hormone lazima uingie kwenye hormone ya 3 ambayo inaitwa progesterone hormone. Ambayo progesterone hormone huweka mazingira mazuri ya ujauzito baada ya ovulation. Huweka mazingira mazuri ya ujauzito baada ya ovulation. Kwa kifupi tunaweza kusema kuandaa ukuta wa mji wa mimba ili kupokea yai lililorutubishwa. Kuandaa ukuta wa mji wa mimba ili kupokea yai lililorutubishwa. Kwa hiyo progesterone hormone yenyewe inaenda kupokea lile yai lililorutubishwa. Kwa hiyo inaandaa ule mji wa mimba ili kupokea yai lililorutubishwa. Tutaenda na estrogen. Estrogen yenyewe hujenga ukuta wa mji wa mimba. Hujenga ukuta wa mji wa mimba. Estrogen hujenga ukuta wa mji wa mimba. Tumesema hormone ya kwanza ni FSH. Yaani FSH ni sawa kama mcheza riadha akiwa anataka kukimbia, yule anayetaka kukimbia mbio. Sasa hii FSH tunamchukulia kama ni yule kocha yule sasa. Anayemwandaa yule mkimbia mbio mwanariadha, aandae kukimbia, sasa yule kocha pale. Sasa kocha ndo anakuwa kama ni FSH. Alafu ile kipenga kikilia kile kipenga kinakuwa ni LH, luteinizing, kwamba sasa anza kukimbia.
luteinizing, anaanza kukimbia. Alafu uwanja sasa unakuwa kama ni progesterone. Uwanja unakuwa kama ni progesterone. Kwa hizi ni baadhi ya homoni katika via vyetu vya uzazi. Sasa hizi homoni zisipokuwa vizuri, zisipofanya kazi vizuri, zinasababisha mtu akakosa kushika ujauzito. Hiyo LH na FSH isipofanya kazi vizuri, mtu hawezi kupata ujauzito. Kwa hiyo hizi zilikuwa ni baadhi ya homoni katika uzazi. Lakini pia tutaenda kujiuliza swali moja. Kwa nini kwa kipindi hichi uzazi umekuwa ni changamoto sana, tofauti na zamani, enzi za mama zetu, za mababu zetu? Kwa nini uzazi umekuwa saizi ni changamoto kubwa sana kwenye uzazi? Cha kwanza tutaenda kuangalia ni kuziba kwa mirija ya uzazi. Saizi kumekuwa na changamoto sana katika mirija ya uzazi. Na hii ni kwa nini? Lifestyle, poor lifestyle. Tunaishi maisha mabovu tofauti na zamani. Tunakula vibaya. Tunakula haya vyakula ambayo yako tayari yameshakuwa yameandaliwa, masausage sijui. Yaani hivyo mayai ya kisasa tofauti na zamani ambapo wazazi wetu walikuwa wanafanya wanakula. Kwa hiyo hii inapelekea this time kuwa na changamoto kubwa sana katika mambo ya uzazi ukicompare na previous time ambao tuko na mabibi zetu na mababu zetu, mama zetu kidogo walikuwa wanajitahidi, lakini tofauti na sisi hapa. Kwa kuziba kwa mirija ya uzazi. Pia kitu kingine, umri mkubwa. Umri mkubwa. Sasa watu wanasoma sana, unakuta mtu anasoma iko zake, anachukua ka degree kake, akitoka anataka achukue ka masters kake, akitoka ka PhD kake. Basi hivyo unajikuta tu muda mwingi anasoma, katika kusoma anakuja kuambulia sasa kuja mtoto aje apate ndoa na wanaume wenyewe sisi wanavyochanganya, anashangaa na kupeleka kwenye chumba sugu miaka 4, 5, 6, mje muelewane. It is too late. It is too late. Unakuta unakuja kuolewa huko na miaka 38, 39, 40. Hayo mtoto utazaa sangapi? Kwa kitu kingine ni umri mkubwa. Hasa baada ya miaka 35, ambao uzalishaji wa homoni unakuwa unafanya unapungua. Uzalishaji wa homoni unakuwa unapungua kipindi hicho kuanzia miaka 35. Pia kitu kingine, uzito uliopitiliza. Wamama tuna vitambi, wadada tuna vitambi. Sasa uzito uliopitiliza kweli unakuta hivi mtu unakuta kibonge, tumbo kubwa. Sasa ile mafuta yanakuwa ni mengi, inashindwa kupelekea mbegu za kiume kusafiri vizuri, yai kurutubishwa vizuri, kwa unajikuta mtu anashindwa kupata kupata ujauzito. Kwa hiyo tumeona hapo katika uzito uliopitiliza. Lakini pia magonjwa. Hapa sasa kwenye magonjwa au maambukizi ya muda mrefu hasa katika via vya uzazi vya mwanamke. Magonjwa sugu. Mtu anakuwa na UTI miaka 3, 4, 5 UTI tu, anasumbuliwa tu na UTI, PID ambayo tunaita pelvic inflammatory disease, magonorea, masifilisi. Hizo magonjwa katika via vya uzazi inao ni changamoto kubwa sana. Tukubali tukatae, lakini tunaona jamii yetu kubwa iko hapa katika magonjwa katika via vya uzazi, ambao pia anashindwa kupata tiba kamili, anashindwa kupata solution katika haya magonjwa. Atachoma zinaitwa power safe. Akichoma power safe, akikaa kidogo magonjwa yanazidi kurudi, magonjwa yanakuwa sugu, yanakomaa hivyo. Kwa hiyo tunaona hapa pia magonjwa au maambukizi ya muda mrefu hasa katika via vya uzazi vya mwanamke. Hii nao ni changamoto. Lakini pia homoni kutokuwa sawa kutokana na FSH au LH kutofanya kazi vizuri. Kama nilivyosema pale, FSH ni follicle stimulating hormone na LH nisema ni luteinizing hormone. Sasa hizi luteinizing hormone na FSH zisipofanya kazi vizuri, basi mtu hawezi akashika ujauzito. Kwa hiyo homoni kutokuwa sawa. Pia kitu kingine ni stress au msongo wa mawazo. Unakuta mtu ana mawazo, stress. Jamani, stress na yenyewe ni changamoto katika kushika ujauzito au msongo wa mawazo. Lakini pia kuna matumizi holela ya dawa, hasa hizo dawa za hospitali. Matumizi holela ya dawa. Unakuta mtu vidonge vya uzazi wa mpango, anameza hichi, anafanya hivi, bila kufuata ushauri wa daktari. Kwa hiyo matumizi holela ya dawa na yenyewe pia inaathiri homoni za uzazi. Unajikuta
uweze ukashika ujauzito. Lakini lishe duni, hapa ndio pakubwa pia na penye. Lishe duni, tunakula vibaya. Watu wengi tunakula vibaya. Na ndio maana New Life naona ikaja hapa. Lishe duni. Watu tunakula vibaya, tunakosa zile health food ambayo inapelekea tunakosa madini ya zinki, vitamini hatupati, tunakula ubwabwa kila siku, ugali kila siku. Hivyo kwa lishe duni inapelekea pia uzazi kuwa mgumu na wenye changamoto ukikompea na zamani. Lakini pia tunaona upungufu wa maji. Unakuta mtu kuanzia asubuhi anakunywa tu ka energy kake, anakunywa tu ka glasi kake ka maji, kanusu lita, basi hapo anajiona amekunywa maji, atatembea na kopo la maji hilo, atapanda gari, atashuka, yuko na kopo hilo la maji. Maji hatunywi ya kutosha. Kwa sasa kama hatunywi maji ya kutosha, lazima tutapata changamoto katika nini? Katika vya uzazi. Na hii itapelekea tutakosa ute. Ule ute, unaona ule ute kama wa kiini cha wa yai la kuku wa pembeni ule tunaukosa. Kwa nini tunaukosa? Kwa sababu tukiwa tuna changamoto hizi ambazo nimeziorozesha hapa, inapelekea tunakosa ule ute. Lakini kwa nini ute ni muhimu? Kwa nini tunaona ule ute ni muhimu kabisa? Ule ute ni muhimu kwa sababu ule ute unasaidia mbegu za mwanaume kuishi na kusafiri hadi kwenye yai. Yaani mbegu sasa yani kama tuchukue kama ni basi, ute tuchukulie kama ni basi. Ute unasaidia mbegu za mwanaume kuishi na kusafiri hadi kwenye yai. Sasa unapokosa ute kwa sababu ya stress, infection, hizo mambo ya PID, uzito uliopitiliza, sasa utapateje ujauzito? Na mimi kipindi hichi niliona hichi kitu kweli, nilikuwa sipati ule ute kabisa. Karibia miaka 2 sipati ute. Sasa hata ufanyaje? Hata ungefanyaje lakini hauna ule ute, basi uwezo ukapata uzazi, mbegu kwa sababu haziwezi kusafiri hadi kwenye nini? Kwenye yai. Na pia tunaona bila ute wa kutosha mbegu zinaweza kushindwa kufika kwenye yai. Kwa hiyo tunahitaji tuwe na ute wa kutosha ili mbegu ziweze kufika kwenye nini? Kwenye yai. Hizo jamani zilikuwa ni sababu zinazopelekea this time uzazi kwa kipindi hicho huwa ni changamoto ukikompea na ile zamani. Kwa hiyo hapo ilikuwa ni utangulizi. Sasa tuende kwenye supplement zetu sasa. Kwenye supplement zetu tuangalie supplement zetu zipi ambazo zinatakiwa zifanyike zitumike katika uzazi. Number 1 tunasema GNN. Kama tunavyojua GNN, msingi, foundation ya nyumba. Huwezi ukajenga nyumba bila kuwa na foundation. Ukajenga nyumba vizuri huko, ukapaka rangi, ukafanya nini, lakini foundation ikiwa mbaya, nyumba itabomoka. Kwa hiyo ndio maana tunahitaji kuwa na GNN. Kila mtu Tanzania anaelewa GNN ina mchanganyiko wa nafaka, ngano, mchele na soya ambao hutoa lipid na stories za nafaka ambazo husaidia afya ya utando wa seli. Chakula cha seli, cell membrane. Inaenda kusaidia kulisha seli. Inasaidia uzalishaji na utendaji wa seli mpya. Ili mwili wako, mzazi sasa uweze kupata uweze kushika ujauzito, lazima uandae, lazima seli zako ziwe vizuri. Ili hata unapokuwa seli zako zinapokuwa vizuri, inasaidia hata hizi supplement zingine ziweze kufanya kazi. Supplement nyingine ziweze kuja kufanya kazi kama utakosa kuwa na msingi mzuri wa GNN, ambayo GNN nasema inaenda kusaidia uzalishaji na utendaji wa seli mpya. Kwa lazima seli mpya zifanye nini jamani? Zisaidiwe katika utendaji, zizalishwe, za zamani zitoke zilizochoka, zije seli mpya. Mwili wa binadamu wote unahitaji kuwa na seli. Bila seli sisi wote tungekuwa tumeshakufa. Kwa lazima tupate GNN, ambayo GNN tumesema inasaidia uzalishaji na utendaji wa seli. Hiyo ilikuwa ni GNN. Lakini kitu kingine ni omega 3. Omega 3 ina kazi nyingi sana. Yaani ni nzuri, naipenda. Yaani tunaenda hapa katika omega 3, ambayo hiyo omega 3 husaidia afya ya seli, hormone na mfumo wa uzazi kwa ujumla. Husaidia afya ya seli, hormone na mfumo wa uzazi kwa ujumla. Inasaidia vitu vingi sana. Kazi ya hormone, inasaidia kazi ya hormone zinazohusika na mzunguko wa hedhi na ovulation. Kwa zile hormone ambazo tumezisoma kule,
Sawa, zinaenda kusaidiwa na nini? Na omega 3 kufanya mzunguko mzuri wa nini? Wa ovulation. Ili upate ile ovulation, lazima upate hii damu yako itembee vizuri, lazima ipate hiyo omega 3 iende kusupporti. Kumbuka omega 3 na mafuta mazuri masafi ambayo yanaenda kutoa ile mafuta machafu na kusaidia mzunguko mzuri wa nini? Wa damu katika mwili wa binadamu. Kwa sasa unataka kupata ovulation, omega 3 utumii, uzazi utakuwa ni changamoto. Kwa lazima utumie hiyo omega 3 kwa sababu omega 3 inaenda kufanya kazi. Inaenda kusaidia zile kazi ya homoni zinazohusika na mzunguko mzima wa nini? Wa hedhi na ovulation. Lakini pia omega 3 inaenda kupunguza uvimbe. Inaenda kupunguza uvimbe, inaenda kuondoa uvimbe katika mwili wa binadamu. Sawa. Mfano unakuta kuna mwanamke mwingine anashindwa kushika ujauzito kwa sababu ya uvimbe. Kuna vikuwa na uvimbe ule wa muda mrefu, uvimbe mkubwa, mwingine unakuwa ni uvimbe mdogo mdogo. Kwa unakuta mwanamke anashindwa kushika ujauzito kwa sababu anapata vile vivimbe vidogo vidogo au uvimbe mkubwa. Kwa lazima tu apply this omega 3 kwa sababu omega 3 inaenda kuyeyusha, kuondoa ule uvimbe na kumsaidia mwanamke kushika ujauzito kwa urahisi. Na tunaona ule uvimbe unaweza kujiuliza sasa ule uvimbe unakujaje kwa mwanamke? Uvimbe unaweza ukaja unatokana na maambukizi. Tumeshazungumzia habari ya maambukizi. Katika via vya uzazi, mambo ya gonorrhea, sifilisio, hizo pelvic inflammatory disease, PID, hizo ambazo ndio hizo pelvic inflammatory disease zikiwa katika via vya uzazi zinasababisha uvimbe. Lishe isiyo bora, mtu ali vizuri. Sasa kama uli vizuri utakosaje uvimbe? Lazima utapata. Matumizi ya pombe, unakuta mwanamke anakunywa zake vipombe vyake, sigara, unene uliopitiliza, mimba kuharibika. Mimba ikiharibika unakuta mwingine asafishwe, hata akisafishwa bado kuna uchafu utabaki. Kwa ule uchafu unaobaki unaenda kutengeneza uvimbe. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na omega 3 kwa sababu omega 3 inapunguza uvimbe na kufanya ovulation, hormones of ovulation kufanya kazi vizuri na mtu kuweza kupata nini? Ujauzito. Kwa hiyo tunaona hivyo omega 3 inasaidia kuondoa uvimbe na kusaidia kuondoa zile changamoto ambazo unatakiwa utazipata katika kushika ujauzito. Kwa hiyo omega 3 is the best omega 3. Lakini pia omega 3 inasaidia afya ya mji wa mimba. Inasaidia afya ya mji wa mimba kwa kusaidia afya ya seli na mzunguko wa damu. Ili damu izunguke kwa wepesi inahitaji kuwa na nini? Na omega 3. Lakini kazi nyingine ya omega 3 tunaona ukisoma katika ile omega 3 ina family 8, kuna hiyo inaitwa DHA ambayo deicosahexaenoic acid. Deicosahexaenoic acid ile DHA. Ambayo ile DHA ni aina ya omega 3, tunaona iko katika familia ya omega 3 ambayo ni muhimu kwa ukuaji wa ubongo. Sasa mimba sasa umeshaipata. Sasa unavyozidi kutumia omega 3 inasaidia ukuaji wa ubongo na macho ya mtoto, inasaidia afya ya mtoto vizuri. Kwa hiyo pia tunahitaji kuwa na hii omega 3. Hapo ilikuwa ni katika omega 3, lakini tunaenda kwenye supplement nyingine inaitwa zinc au chelated zinc. Madini ya zinki. Tunaona madini ya zinki ni madini muhimu sana kwa afya ya uzazi. Kwa mwanamke na mwanaume pia. Mimi samani kidogo naona hapa kwa wanaume kuna siku nilikuwa natembeza supplement, kuna baba mmoja nikutana naye nikamwambia unatakiwa upate madini ya zinki kuzuia tezi dume na nini, akaniambia madini ya zinki ni muhimu sana. Nikamwambia ni kweli. Nikamwambia hebu niambie kwa nini muhimu. Akaniambia hivi, yaani sisi wanaume wote tunaotembea barabarani wote tuna shida ya tezi dume. Madini ya zinki yakipungua tu basi wote tutakuwa na tezi dume. Kwa hiyo kinachotakiwa kufanya maintenance ni kuwa na nini? Na madini ya zinki. Kwa hiyo sasa unakulaje? Unakuta mtu unakula vibaya. Kwa hiyo kama unakula vibaya kweli unahitaji kuwa na support ya nini? Ya madini ya zinki. Ndio maana tunaona kwamba zinki ni madini muhimu sana kwenye afya ya uzazi kwa mwanamke pamoja na nani? Na mwanaume pia. Tunaona ukuaji wa seli, kinga ya mwili na uzalishaji wa homoni kwa ujumla unahitaji madini ya zinki. Unataka seli zako zikue, upate kinga yako ya mwili, homoni zako ziwe sawa, basi tumia madini ya nini? Ya zinki. Sawa. Twende tukaangalie kazi za zinki. Kazi ya zinki huchangia kwa kiasi kikubwa
ukuaji na ukomavu wa yai. Zinc inaenda kusaidia kwa kikubwa ukuaji na ukomavu ya ili yai liweze kukomaa vizuri. Linahitaji madini ya zinc. Pia husaidia kinga ya mwili na uponaji wa tishu. Unaona tishu, zile cell membrane, lazima zikipata infection zozote lazima zihitaji kuwa na nini? Na this zinc, ambayo zinc inaenda kusaidia kinga ya mwili na uponaji wa nini? Wa tishu. Pia zinc husaidia utengenezaji na utendaji wa hormone. Husaidia utengenezaji na utendaji wa hormone zinazohusika na mzunguko wa hedhi na ovulation, ambao ni estrogen na progesterone. Kwa hiyo pia zinc inasaidia utengenezaji na utendaji wa hormone zinazohusika na mzunguko wa hedhi na ovulation. Pia hufanya kazi kama antioxidant. Zinc hiyo hufanya kazi kama antioxidant. Virutubisho vinavyosaidia kulinda seli za mwili dhidi ya uharibifu unaosababishwa na free radical. Tunaona katika mwili kunakuwa na zile free radical molecule zenye uwezo wa kuharibu seli. Free radical molecule ambazo zinaingia katika mwili zinaenda kuharibu zile seli. Kwa hiyo zinc tunatakiwa tuitumie kwa sababu zinc ina act as antioxidant, ambayo hiyo antioxidant inakuwa na virutubisho vinavyosaidia kulinda seli za mwili. Zinalinda seli za mwili dhidi ya uharibifu unaosababishwa na free radical, ambazo hizi free radical nimesema ni molecule zenye uwezo wa kuharibu seli. Molecule zenye uwezo wa kuharibu nini? Wa kuharibu seli. Unazipata vipi hizi molecule zenye uwezo wa kuharibu seli? Kwanza, uvutaji wa sigara. Mtu anapokuwa anavuta sigara anasababisha kuwa kuna hizi free radical ambazo zinaenda kuharibu nini? Kuharibu seli. Sasa huna madini ya zinc, basi uweze ukapata nini? Uzazi. Kwa lazima uwe na zinc ili iact as antioxidant. Pia tunaona vitu ambavyo vinaenda kusababisha kuwe na hii free radical. Lishe isiyo bora. Hapa kwenye lishe isiyo bora tunakula vibaya, watu wote tunakula vibaya, lishe isiyo bora. Mionzi ya jua limekuwa kali, air pollution, mchafuko wa nini wanaita? Wa hewa. Air pollution na yenyewe inapelekea kunakuwa na nini? Na hizi free radical ambazo zinaenda kuharibu nini? Kuharibu seli. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na hii madini ya zinc ambayo yanaenda kuact as antioxidant, ambayo inakuwa na virutubisho vinavyosaidia kulinda seli za mwili dhidi ya uharibifu unaosababishwa na nini? Na free radical. Kwa hiyo unaona zile ambapo supplement zetu ni muhimu jamani. Kila supplement ukifungua ni muhimu. Kila supplement ukifungua yani ina umuhimu wake. Ina umuhimu wake. Lakini pia tunaona hizi free radical sasa, labda air pollution, tunaona uvutaji wa sigara, pia tunaona nini? Lishe isiyo bora, mionzi ya jua, hizi free radical zinapotokea kwa wingi, yani zikiwa kwa wingi zinapelekea oxidative stress, ambayo oxidative stress inaenda kuathiri mazingira ya mji wa mimba. Ukivuta sigara, ndio maana nasema jamani, sigara sio nzuri kwa afya. Unavuta sigara alafu unategemea upate ujauzito, unaupateje? Kwa zile oxidative stress zinapokuwa ziko kwa nyingi, zile free radicals zinapotokea kwa wingi zinapelekea oxidative stress, ambazo zile oxidative stress zinaenda kuathiri nini? Mfumo mzima wa nini? Wa mimba. Zinaathiri mazingira ya mji wa mimba, unajikuta mtu hawezi kushika ujauzito, ule uteute tena upati, ubora wa mayai unapungua, unakuta leo unabeba mimba inaharibika. Ni kwa sababu oxidative stress zimefanya nini? Zimezidi katika mwili wako. Kwa hiyo tunahitaji madini ya zinc ili yaende yaka-act as antioxidant, ambayo itaenda kuzuia nini? Itaenda kuzuia kuharibika kwa nini? Itaenda virutubisho vinavyosaidia kulinda, itaenda kulinda seli za mwili dhidi ya uharibifu unaosababishwa na nini? Na zile free radical. Lakini pia supplement nyingine ni garlic. Garlic kama tunavyojua jamani ni mchanganyiko wa vitunguu. Pale kwenye New Life yetu tunaona kuna vitunguu kama aina 5 viko pale. Kwa hiyo garlic yenyewe itaenda kusaidia afya ya moyo na mzunguko wa damu. Kumbukeni jamani,
ujauzito unategemea vitu vingi sana, kuanzia huko kwenye moyo wako, mzunguko wa damu. Yaani sio tu kwamba ujauzito uko tu pale sehemu za siri ndio kusema pale mtu ndio ujauzito. Hapana, ujauzito unategemea vitu vingi sana. Afya yako ya moyo imekaa vizuri? Kumbuka huko mtoto mnashare vitu vingi. Kwa lazima upate hizi supplement ambazo zinaenda kusaidia afya ya moyo na mzunguko wa damu. Mzunguko mzuri wa damu ni muhimu kwa afya ya viungo vyote vya mwili. Viungo vyote vya mwili vinahitaji mzunguko mzuri wa nini? Wa damu. Ikiwa pamoja na mfumo wa uzazi kwa ujumla. Pia this garlic inaenda kusaidia kinga ya mwili. Kinga yako ya mwili inakuwa iko strong, unakuwa upatipati magonjwa hapa na pale. Kwa kama upati magonjwa hapa na pale, hata ujauzito unaweza kupata kwa urahisi. Lakini ukiwa unakosa vitu vya muhimu, mfano kama garlic ambayo inaenda kusaidia afya ya moyo, mzunguko wa damu, damu yako haiko vizuri, ujauzito utaupataje? Kinga ya mwili iko chini, ujauzito unaupataje? Unaweza ukapata ujauzito. Kwa lazima uwe na garlic ambayo inaenda kusaidia afya ya moyo na mzunguko wa damu. Yaani garlic ilikuwa haijawahi kutoka kwenye kichwa changu, kwa sababu ndio nilikuwa naikumbuka sana garlic. Nakumbuka garlic, nilikuwa nakumbuka Care TNN. Yaani hizo zilikuwa hazijatoka kwenye mindset yangu. Kwa tunaona vile garlic ni muhimu katika kusaidia kinga ya mwili. Lakini pia nyingine ni vitamini E. Vitamini E. Kwa hiyo pia tutaangalia pia kuna vitamini E ambayo hii vitamini E itaenda kulinda mayai, inalinda egg cell. Lile yai ukiliangalia kwa nje linakuwa lina cell. Kwa hiyo vitamini E inaenda kulinda ule ute wa yai wa nje, cell. Ambayo yanaweza kuathiri na oxidative stress. Kwa hiyo vitamini E inaenda kulinda zile seli ambazo zinaweza zikawa zimeathiriwa na oxidative stress ambazo zimetokana na nini? Na free radical. Mambo ya uvutaji wa sigara, sijui labda lishe duni, mionzi ya jua, air pollution. Kwa sasa pia vitamini E inaenda pale. Lakini pia usaidia afya ya ovari. Vitamini E na yenyewe inaenda kusaidia afya ya ovari. Kingine ni care. Kingine ni care. Care nayo jamani ni nzuri sana, Mimi nakumbuka nilivyopewa ile care niliambiwa nachemsha maji, niliambiwa chemsha maji lita 1, nikaambiwa nipime vile vifuniko vya care 5, nikaambiwa nijifukize, nikimaliza nijitawazie kidogo. Basi ilinisaidia kwa namna hiyo sana, kwa sababu ule mvuke unavyokuwa unafukiza unaenda kuvuta ule uchafu unaotoka na kuweka sehemu zako za siri kuwa vizuri, bila kuwa na infection zozote, naenda kuua bakteria na inapelekea urahisi hata unapokuwa unafanya mapenzi unajisikia tu raha, usikii mambo mengine. Nasikia kwa sababu sehemu zako za siri ziko vizuri. Kitu kingine ni Cruciferous. Hii nimetamka vizuri, Cruciferous ambao ni supplement muhimu sana yenye lishe ya mwanamke anayejiandaa kushika ujauzito. Kwa kama unataka kujiandaa kushika ujauzito, unatakiwa utumie Cruciferous. Kwa nini Cruciferous? Kwa sababu ndani yake ina mboga nyingi za majani. Ina broccoli, cabbage, sukuma wiki, hizo ziko pale. Mboga zile nyuzi tunaona ziko pale ambazo zinasaidia afya ya mfumo na mmeng'enyo wa chakula. Na mimi naomba niishie hapa. Asanteni kwa hii nafasi. Hichi ndio nilichojiandaa kwa ajili yenu.